kwa kusanyiko hili ambalo umelileta mahali hapa. Bwana Yesu, mioyo yetu ina kiu na shauku ya kusikia kutoka kwako. Ninakusihi Mungu mwenye enzi, ukaende kutufundisha jioni ya leo kwa namna ya tofauti. Fungua akili zetu ili tuweze kuelewa kile ambacho umekusudia tukielewe jioni ya leo. Heshima na utukufu tunavirudisha kwako. Nitumie kama mtumwa tu, bali maneno yote Bwana yakatoke kwako katika jina la Yesu. Amen. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Umoja wa Makanisa, waheshimiwa wachungaji, mama wachungaji, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo, kwa kutupa tena nafasi ya kuwa na mwendelezo wetu wa siku ya pili kwa ajili ya kongamano hili la wanawake. Siku ya jana tumeanza tukisema ya kwamba mwanamke unaweza. Na tulikuwa tukijifunza sababu za Mungu kukuumba mwanamke. Tukasema ya kwamba hujazaliwa mwanamke ili tuje uzae au upike au nyonyeshe watoto. Umezaliwa kuwa mwanamke kwa sababu maalum ambazo Mungu ameziweka ndani yako, ikiwa pamoja na kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tulisema ya kwamba Mungu alipokuwa akimtazama mwanamke ili amtoe duniani, kuna vitu vya maana na vya thamani ambavyo aliamua kuviachilia ndani ya mwanamke, vitu hivyo ambavyo ndani ya mwanaume huwezi ukavikuta. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikimsikia baba yangu mkuu wa mkoa mahali hapa akisema ya kwamba neno linasema hajaona wakisema mwanamume atajenga nyumba, bali limeandika mwanamke atajenga nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Nimetembea jana katika pointi nadhani moja ya kwamba wewe kama mwanamke uliletwa kuwa msaidizi, na nikasema ya kwamba kama msaidizi ni lazima uwajibike. Bwana Yesu asifiwe. Na kwamba huwezi ukawa msaidizi kama hautakuwa na kitu kinachoitwa utii ndani yako. Na nikasema ya kwamba huwezi ukaitwa msaidizi kama hautaweza kuwa na mipaka ndani yako. Ngoja nikuongezee pointi nyingine. Uone uthamani wa mtu anayeitwa mwanamke. Ni mwanamke tu ambaye amepewa cheo kimoja na Roho Mtakatifu. Utakuwa hujaelewa. Roho Mtakatifu kwenye Biblia anatambulikana kama msaidizi. Mwanamke kwenye Biblia anatambulikana kama msaidizi. Kwa hiyo tunacho cheo cha Roho Mtakatifu ndani yetu ambacho kimeumbiwa ndani ya mtu anayeitwa mwanamke. Hebu sema ya kwamba mimi sio mtu wa kawaida. Kama tumepewa cheo cha Roho Mtakatifu, ina maana ya kwamba mwanamke unaweza kuyafanya mambo ambayo hayakuwapo yakawako. Ina maana mwanamke unaweza kufanya mambo yaliyoshindikana yakawezekana. Haleluya. Haleluya. Ninazungumzia mtambo unaoitwa mwanamke. Nilisema huu ni mtambo ambao unaweza kubeba mimba miezi 9, lakini huku anaweza akawa amebeba mtoto mgongoni, huku akaenda shambani akalima, huku akapika chakula, lakini bado amebeba kiumbe kingine ndani ya tumbo lake. Ninazungumzia mtambo unaoitwa mwanamke jioni ya leo. Ninamsema mwanamke ambaye anaweza akatumika mara 3 kwa wakati mmoja. Ni mwanamke anayeweza akawa amebeba mtoto mgongoni, akawa amepanda baiskeli, anaendesha baiskeli nyuma amefunga madumu ya maji kwa ajili ya kwenda kuhakikisha ya kwamba familia yake iko salama. Huyo ndio ninayemtamka jioni ya leo ya kwamba ni mwanamke. Ziko sababu za Mungu kumuumba mwanamke. Ngoja niwaambie wanawake, yamkini tumeshindwa sana kujitambua. Ukafikiri kuitwa mwanamke ni kuvaa mawigi kichwani.
Ukafikiri kuitwa mwanamke ni kujipaka lipustiki. Ukafikiri kuitwa mwanamke ni kujipaka mkorogo. Wewe ni zaidi ya kupaka mkorogo, kwa sababu Mungu ameweka mtambo wa uzalishaji ndani yako. Haleluya! Sababu za Mungu kukuumba mwanamke. Kuna vitu unatakiwa kukaa wakati wote kujiuliza. Kwa nini mimba ilipokuwa ikiingia tumboni mwa mama yangu sikutoka mtoto wa kiume? Kwa nini hukutoka mwanaume? Kwa nini ulitoka mwanamke? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anayo sababu. Alafu Mungu amekuamini. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake ni jeshi kubwa. Unaposoma kwenye Biblia ya kwamba wanawake ni jeshi, ni wanawake wanaweza kupindua mambo. Mwanamke anaweza kuleta mapinduzi kwenye familia. Anaweza kuleta mapinduzi ndani ya kanisa. Leo ninataka tuingie pointi ya pili. Sababu ya kuumbwa mwanamke. Mungu alikuleta uwe mjenzi. Kitu ambacho baba alikuwa anazungumza. Nadhani nitakuwa na dakika 25 mpaka 30 ya kuelezea hii pointi ya ujenzi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wakati anakutengeneza kuwa mwanamke, alikuwa anajua ninamleta fundi duniani. Haleluya. Anamleta fundi anayejua kutengeneza mambo. Bwana Yesu asifiwe. Alikuangalia akaona ya kwamba unavyo vigezo vya kuitwa fundi mjenzi. Sio mjenzi wa nyumba hizi tunazokalia, lakini mjenzi wa nyumba ambayo Mungu anakuletea. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nalitafakari sana hili neno, mwanamke mwenye hekima. Naamini iko tofauti kati ya mwanamke na mke. Ipo tofauti kati ya mwanamke na mke. Mwanamke ni yule mtu ambaye hata hajaolewa, hata kama hajaolewa, anatambulikana ni mwanamke. Ukizaa mtoto wa kike akafika miaka 18, yeye ni mwanamke. Mke ni yule ambaye ameolewa, yuko na mume. Haleluya. Neno linapozungumzia mwanamke mwenye hekima, sio swala la mtu aliyeolewa tu. Ni mtu yeyote mwenye jinsia ya kike. Utakuja nielewa mwanamke wa Tabora. Mtu yeyote mwenye jinsia ya kike amepewa kitu cha kujenga ndani yake. Nataka niongee na mabinti jioni ya leo katika uwanja huu, ya kwamba wewe mwanamke, binti ambaye bado hujaolewa, ni wewe ndio unayeweza kuijenga nyumba ambayo unataka kwenda kuishi. Haleluya. Sasa kazi inakuja hapa, mabinti wanakuwa hawajitambua kwamba wao ni wajenzi. Unakutana na binti barabarani amevaa nusu uchi. Haleluya. Sikia niwaambie, mimi ni Mnyakyusa, nimetokea Mbeya. Kule Mbeya huwa tunauza maparachichi, yanabebwa kwenye sahani. Alafu yako maparachichi yanakatwa, hayo ya kuonja. Lakini unapoenda kuuza yale maparachichi, linalonunuliwa sio lililokatwa, sio lile lililoonjwa. Parachichi linalonunuliwa ni lile lililozima. Parachichi linalonunuliwa ni lile lililofunikwa kabisa. Kwa hiyo wewe mwanamke unayetembea uchi huko barabarani, unajitambulisha ya kwamba mimi ni mtu ambaye unaweza kuja kunifanyia majaribio. Lakini wale wanaolewa ni wale wanawake ambao wamevaa kujisitiri na kujiheshimu na kuvaa mavazi ambayo yanamletea Mungu utukufu. Ngoja nikwambie binti yako mahali hapa, wanaume au wanawake wanaoonja, wanaoa mwanamke ambaye amejiheshimu na kujitunza. Sikia, mnapovaa nguo fupi barabarani, mnatuambia kwamba mko kwenye biashara. Hii ni tamu sana. Wanaolewa ni wale ambao wamekaa kwenye uso wa Bwana, wamekaa nyumbani mwa Bwana, wanamtafuta Mungu usiku na
mchana, hao ndio wanawake wanaoolewa. Mwanamke mjenzi, mwanamke mwenye hekima ataijenga nyumba yake. Nikawa nasema ya kwamba nini maana ya hekima? Nikagundua ya kwamba hekima ni ufahamu wa Mungu ndani ya mtu, ni ufahamu wa Mungu ndani ya mwanadamu. Nilipochukua kamusi za kawaida nikalitafuta neno hekima, likaniambia ya kwamba ni akili. Kwa hiyo unaposoma ile Mithali ya 14 mstari wa kwanza, weka hivi: mwanamke mwenye akili ataijenga nyumba, na yule aliye mpumbavu ataibomoa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huwezi ukawa fundi kama hujasomea. Huwezi ukajua namna ya kujenga kama hauna utaalamu wa kujenga. Kwa sababu hata watu wanaojenga kikawaida ni lazima wao wamejifunza ili wasilete ajali katikati ya ujenzi. Kwa hiyo kama Biblia inasema ya kwamba mwanamke mwenye hekima anaijenga nyumba yake, ni lazima huyu mwanamke mjenzi amekaa mahali kujifunza ili kuipata taaluma ya ufundi wa kuweza kujenga kitu kinachotakiwa kujenga. Ukienda kujenga pasipo kujifunza, ajali kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea na mafundi jioni ya leo mahali hapa. Haleluya! Haleluya! Fundi ninayemzungumzia jioni ya leo ni lazima akae kwenye darasa. Ni lazima akae kwenye darasa. Na darasa letu ni Yesu Kristo. Huko ndiko tunakoweza kujifunza mbinu za ufundi. Kwa hiyo ukiwa kama mwanamke unayetakiwa kujenga, ni lazima ukae chini ya fundi mkuu ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye ni Yesu. Akae akufundishe mbinu za kujenga. Kwa hiyo sio kitu cha kuanza kukulupuka tu kusema unajenga wakati hujui mbinu zinazotakiwa ujenge. Na ndio maana tunakuta sasa hivi ndani ya kanisa migongano ni mingi. Unaelewa ya kwamba mwanamke wewe ni nguzo ya kanisa. Unaelewa ya kwamba ni nguzo ya kanisa. Nilisema jana, mama akisimama kanisa limesimama. Mama akisimama taifa limesimama. Mama akisimama ndoa imesimama. Hatuwezi kuwa na watoto wa mitaani kama mwanamke atasimama. Sasa tumepata watoto wa mitaani kwa sababu wanawake wamekataa kwenda kozi ya kujifunza ufundi, kwa sababu wao ni wajenzi, wanatakiwa kujenga. Kwa hiyo kwa sababu wamekimbia darasa, tunajikuta tunapata watoto wa mitaani. Tunajikuta tunapata watoto walio machangudoa. Tunajikuta tunakutana na kanisa ambalo limejaa vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Mwanamke amekimbia darasa la kujifunza kama fundi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema mimi ni fundi. Na tu sio fundi bali ni fundi stadi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mithali 24 mstari wa 3 mpaka wa 5. Nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika, na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa. Vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Mtu mwenye hekima ana nguvu, naam, mtu wa maarifa huongeza uwezo. Anasema nyumba inajengwa kwa hekima na kwa ufahamu inathibitika. Haleluya. Huwezi ukasema unaenda site kuanza kujenga nyumba bila kuhesabu gharama. Ni lazima ukae chini uhesabu gharama. Kwanza unatafuta site ya kujenga nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukishafika pale unaangalia, nataka kujenga gorofa, nataka kujenga nyumba ya udongo, nataka kujenga nyumba ya kawaida. Unakaa chini unahesabu gharama ya kwamba je, nyumba ninayotaka kuijenga msingi
Sasa tumejikuta tumeingia kama wanawake walioolewa kwenye ndoa bila kuhesabu nini? Gharama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fundi yoyote ni lazima akae chini, aanze kusema kuanzia msingi mpaka kuimaliza hii nyumba itagharimu milioni 100. Alafu ndio anaanza kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tukiketi katika mtazamo huo kama wanawake, hatutakuja kulia wala kuzalisha kizazi kilichopotoka, kwa sababu tutaelewa ni nini tunafanya. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mwenye hekima anaijenga nyumba. Hekima ni kufanya kitu sahihi kwa wakati sahihi. Unaweza ukafanya kitu sahihi lakini sio kwa wakati sahihi. Unatakiwa kufanya kitu sahihi kwa wakati sahihi, au ukaongea neno sahihi kwa wakati sahihi na kwa mtu sahihi. Unaweza ukawa na neno lakini ukaliongea kwa mtu ambaye sio sahihi, ukaonekana mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hekima ni Mungu mwenyewe. Hekima ni Roho Mtakatifu. Hekima inaweza kukufanya uweze kufanya mambo ambayo wengine walishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Unapoitwa fundi, unapoenda kuingia kwenye saiti ya kujenga, huwa hatuendi na mavazi kama niliyoyavaa. Utakuwa hujasikia. Unapoingia saiti kujenga, haleluya, huwa napenda kukaa karibu na watu, mtanisamee. Unapoingia kujenga, hauendi kujenga ukiwa umevaa kiatu kama changu, utasababisha ajali. Wala huwezi kwenda ukiwa umevaa nguo nyeupe kama niliyovaa. Yako mavazi maalum ambayo anavaa mtu anayeitwa mjenzi anapoingia kujenga. Mjenzi anapoingia kujenga, mtu hawezi akaelewa kama huyu ni mtu ambaye ana thamani fulani hivi. Hawezi akaelewa kama ni mtu fulani ambaye ana wadhifa fulani hivi. Kwa sababu gani? Amevaa mavazi machafu. Anaonekana mshamba. Anaonekana mtu asiyefaa. Amevaa malapulapu. Amevaa nguo zilizochanika. Lakini huyu mjenzi anajijua ya kwamba ninaingia site kwenda kujenga. Kwa hiyo kama ninakwenda kujenga, haijalishi ya kwamba watu watamcheka kiasi gani, haijalishi ya kwamba watu watamzomea kiasi gani, yeye anachojijua ni kwamba nimeingia kwenye site yangu kujenga. Na kama nimeingia kujenga, ni lazima nivaa vazi la ujenzi ili niweze kujenga vizuri, asiyachafua mavazi yake ya kifalme, asiyachafua mavazi yake yenye ukuu, aweze kutoa jengo lenye thamani ambalo mtu mwingine ataweza kuliangalia na kulipenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shida tulionayo, tunaingia kujenga ukiwa umevaa kokoko, ukiwa na miondoko. Nakwambia, ingia na miondoko ndani ya ujenzi, nyumba itakushinda. Ingia na machogo ndani ya ujenzi, nyumba itakushinda. Unataka kutoa kitu cha maana, vaa kwanza mavazi. Vaa mavazi yanayostahili ujenzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ninakwambia uvae mavazi yanayostahili ujenzi? Tuna magorofa Tabora. Yapo hawa wajenzi wanavyokuwa huko juu, kuna vitu wanavaa kuna vitu vinavaliwa kichwani. Haleluya. Haleluya. Kuna vitu vinavaliwa miguuni. Niulize, kwa nini wanavaa hivyo vitu? Wanaogopa ajali, kwa sababu viko vitu ambavyo vinaweza vikadondoka vikagonga kichwa kikapasuka. Kwa hiyo kwa sababu yuko kwenye ujenzi, ni lazima avae zana zote za ujenzi. Sikia mwanamke, nikwambie, unapoingia ndani ya ujenzi utakutana na vitu ambavyo vikikudondokea kama haujavaa nguo za ujenzi, ni
kukimbia site, hakuna kukimbia site, kwa sababu hapo ni mahali ambapo nataka kujenga kitu ambacho kitatokea. Kwa hiyo ni lazima nivae gambut yangu ili chochote nitakacho kutana nacho kisinitoe. Namzungumzia mwanamke mjenzi. Haleluya. Tatizo liko hapa. Sasa wakati unauchimba ule msingi, unakwenda kule chini, unaona kama huonekani, unaanza kulia. Marufuku kulia mwanamke. Tumekuja kukwambia marufuku kulia, kwa sababu nguvu ya ujenzi iko ndani yetu. Lazima ifike mahali ujenge, uende chini, upotee, watu wasikuone. Sikia nikwambia, mwanamke wa Mithali 31, usifikiri aliibuka tu, usifikiri alitokea tu. Yule mwanaume anaposema mke mwema ni nani aweze kumuona, alikuwa ni mwanamke ambaye alikubali kuhesabu gharama za ujenzi wa nyumba yake. Tunatamani majina mazuri, uitwe baby. Majina mazuri yana gharama. Majina mazuri yanagharamiwa. Ni lazima ukae chini mwanamke, uhesabu gharama. Na kupopora wewe unaelia usiku na mchana ya kwamba ndoa imenishinda, ina maana ya kwamba umekimbia site mwanamke, kwa sababu tumeshindwa kuvaa zana. Vaa zana zako vizuri, kaa kwenye site yako, jenga nyumba yako, jenga nyumba yako, tengeneza msingi wako ulio imara, ili asije katokea mtu wa kuitikisa nyumba yako. Haleluya. Haleluya. Mimi ni mjenzi. Sijui kama wazazi walipokuwa wakituzaa walikuwa wanajua wanaleta mafundi duniani. Sielewi. Na laiti wangejua ya kwamba wanaleta mafundi, wasingetulea kama walivyotulea. Kwa sababu fundi anatakiwa kuwa na kazi maalum. Fundi anatakiwa kuwa na kazi maalum. Haleluya. Tunamzungumzia mwanamke ambaye anaweza kupindua mambo. Tunamzungumzia mwanamke kama mwanamke Rutu. Haleluya. 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 Ni rahisi kulipenda jina la Rutu, lakini gharama ya kuipata jina la Rutu ni kubwa sana. Ni lazima ukae chini, uchimbe msingi, ili jina lako liweze kuwa kuu. Haleluya. 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 Mwanamke ni chombo cha thamani. Ninapomwona mkuu wa mkoa hapa, yuko mwanamke mmoja huko nyuma, yuko mama. Haleluya. 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 Usifikiri ni kazi rahisi mkuu wa mkoa kusimama pale kuzisema habari za Mungu. Si habari rahisi. Lakini liko limama ambalo ni lijenzi, alijijua ya kwamba yeye ni fundi. Mwanamke huyo ambaye wengine wamelala, yeye yuko macho, anaomba kwa ajili ya mume wake, anatosha kwa ajili ya mume wake. Kwa sababu gani? Ameijua thamani ya kwamba yeye ni mjenzi. Haleluya. Haleluya. Nampenda Yesu. Nilisema jana, hakuna ndoa iliyo mbaya. Hakuna ndoa iliyo mbaya. Ndoa zinatengenezwa. Zinatengenezwa na fundi stadi, ambaye Biblia inamtambua kama mwanamke ndiye anayetengeneza ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usione watu wawili wamekaa wanatembea, wamependeza, ukawatamani. Fuate mama, uliza gharama. Fuate mwanamke, uliza gharama. Fuate mwanamke, uliza gharama.
Walio wajenzi wanajua zana za kuvaa wanapokuwa site. Kwa hiyo anavaa helmet yake kichwani. Sikia. Helmet kichwani nini maana yake? Ni kitu ambacho kinaweza kuzuia mishale ya yule adui kuja kuingia ndani ya ufahamu wako na kuleta shida ambayo itakufanya ushindwe kujitambua na yale ambayo yakupatayo kutenda. Sasa kama watu wa duniani wanazijua hizi mbinu, inakuwaje sisi watu wa rohoni? Ni kwa nini wajenzi hawakuvalishwa hilo ni helmet mwili mzima? Kichwani. Kichwa. Iliko milango ya fahamu huko kichwani huko. Maneno. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa kama mwanamke mjenzi, chukua helmet ya Roho Mtakatifu, weka ndani ya kichwa chako. Chukua mabuti miguuni, yavaa kwenye miguu yako. Alafu mwambie hivi, Mungu, ninaingia kazini. Ninaenda kujenga. Nataka kujenga kitu chenye thamani. Sio swala la kutamani tu ndoa za wenzako. Sio swala la kuoneana wivu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sisi wanawake tuna kitu kimoja kibaya sana. Ukiona wawili wapendanao huku ndani kuna unatafuta mbinu za kwenda kufanya mahusiano yao yavurugika. Umekula bao, umepigwa bao. Kwa sababu wao wamejua mbinu walionayo ni kuvaa zana. Haleluya. Umekong'otwa. Ukiona unaonea wivu ndoa ya mwenzako, umekong'otwa. Sikia. Wewe asubuhi wakati wenzako wanaamka kuomba, wewe umelala. Wakati wanawake wenzako wanatoka kwenda kwenye fellowship, wewe umejifunga kanga hapa, umekaa barazani. Alafu hapo unategemea uwe na nyumba iliyo nzuri. Nyumba zinagharamiwa, nyumba zinatengenezwa, nyumba zinapambwa, nyumba zinawekwa mapambo yenye thamani yanayotoka kwa mtu anayeitwa mwanamke mwenye hekima. Pole usiyekuwa na hekima, kwa sababu nyumba yako haitaweza kuonekana. Ninakataa kuitwa mwanamke mpumbavu, kwa sababu nimembeba Yesu ndani yangu. Huyo Yesu aweza kuachilia hekima ndani. Kwa sababu nimembeba Yesu, sitatazama mazingira yanasema nini. Sitaangalia watu wanasema nini. Sitaangalia mama mkwe amesema nini. Sitaangalia mawiki wanachokisema. Nitainua macho yangu nimtazame Yesu, kwa sababu yeye ndio hekima yangu. Anaweza kunipa silaha ya kuweza kuijenga nyumba yangu. Haleluya. Unapokuwa kwenye ujenzi, matope lazima yakupate. Vumbi lazima likutimukie. Haleluya. Sasa kwa sababu ni mjenzi, sio tishwi na vumbi. Sitishwi na vumbi kwa sababu vumbi ni la muda. Upepo ukishapita vumbi linatulia. Kwa hiyo ninasimama, ninaendelea sasa kujenga nyumba yangu. Ninaendelea kuitengeneza nyumba yangu, kwa sababu vumbi linalopita litafika mahali litatulia. Vumbi likishapita na jikumuta mavumbi. Ninaanza safari yangu ya kwamba Bwana mbele endelea, ninazidi kutembea. Maombi uyasikie, Bwana unipandishe. Haleluya. Tunapoona mambo mazuri yamegharamiwa, wanawake wameingia site, wamevaa mavazi ya ujenzi, wameingia hapa kujenga, na wakaweza kutoka na kitu chao kikiwa salama. Unajua mwingine anaweza kusema mwanamke unaongea tu. Wewe uelewi wewe. Naona wewe una ndoa nzuri, hujajua, nakupa pole. Kwa
sababu mwanamke niliyesimama mbele yako, mwanamke niliyesimama mbele yako, ufahamu wangu ni sahihi na ninayo hekima ya Mungu ndani yangu. Unajua jana kuna watu walikuwa wakijiuliza hapa, huyu mama amejitambulisha ana watoto wawili, mbona hajatuambia kama ameolewa? Haleluya, haleluya. Sikia nikwambie, nilikuwa na mume mzuri sana, nilikuwa na mwanaume wa nguvu sana. Mkuu wa mkoa utakuwa unamkumbuka, tukitoka hapa nitakukumbusha. Lakini miezi 4 iliyopita mume wangu aliondoka duniani. Ni mimi mwanamke anayeniona mbele. Aliondolewa duniani kwa kupigwa risasi na majambazi. Lakini kuondoka kwa mume wangu haijawa sababu ya kusema ya kwamba Yesu hawezi. Kuondoka kwa mume wangu haijawa sababu ya kunizuia kuifanya kazi ya Bwana, kwa sababu ninayo hekima ndani ya kichwa changu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mimi ni mwanamke mjenzi. Nimetoka maili nyingi sana. Nimekuja kusema na wanawake wa Tabora. Nimeacha matanga ndani ya nyumba yangu. Nimesema kufa kwa mume wangu isiwe sababu ya kuzuia kusudi la Mungu. Sikia nikwambie, shetani alijua amenipata, lakini kumbe amepatikana. Maana hasira inayowaka ndani yangu ni hasira kubwa mno. Sitamani kuona mwanamke akilia, sitamani kuona mwanamke akishindwa, sitamani kuona mwanamke akichoka, kwa sababu shetani amekusudia kuangamiza mwanamke kwa ajili ya kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake. Harakala basaina, korobo seke ya bakaina, robo seke. Yesu anaweza kukutoa mahali ulipo. Mimi ni shahidi wa mambo haya, ya kwamba amenitoa mahali ambapo alitegemea nitakufa, lakini nimetoka nikiwa salama. Unalia nini mwanamke mwenzangu? Jambo gani limekushinda? Koria basanda. Mungu anakuangalia, Mungu anakutegemea. Uweze kubadilisha mambo kwenye ndoa yako, uweze kubadilisha mambo kwenye kanisa lako, uweze kubadilisha mambo kwenye taifa lako. Kwa nini tunachoka? Kora basiki, koria masanda. Wewe ni mwanamke mjenzi. Wewe ni mwanamke mjenzi. Sikia nikwambie, tunapokuwa saiti kujenga, hata kazi iwe ngumu kiasi gani huwa hatulii. Maana ukilia kazi itakushinda. Utashinda kubeba matofali. Tunapokuwa saiti huwa hatulii. Wala hatujionei huruma. Hatujionei huruma. Tunapokuwa saiti. Haleluya. Nasema na mwanamke ambaye Mungu amemkusudia kuweza kujenga mambo yale yaliyoharibika. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia kitu. Akasema hivi, unapoona hata taifa linaingia kwenye vita, mtazame mwanamke. Rais ni mume wa mtu, ameoa mke. Yule mke anamshauri nini mume wake? Haijalishi mambo yanakwenda kombo, lakini kama yuko mama anayelia, aliyejifunga mkanda tumboni, ya kwamba Mungu haijalishi ya kwamba taifa linaliona linakwenda ndivyo sivyo, lakini kwa sababu umenipa hali ya kujenga, nitajenga. Ataomba kwa ajili ya mume wake, mpaka mume wake atapata ufahamu bora, nchi itakaa salama.
Matatizo tunayoyapata yote duniani sababu ni mwanamke. Nina ujasiri wa kusema hivyo. Shida zote tunazoziona chini ya jua sababu ni mwanamke. Na tunao uwezo wa kuikataa hiyo hali. Eva aliletwa duniani kumsaidia Adamu. Lakini Eva ndio alianza kutuletea majanga. Bwana Yesu asifiwe. Eva ndio alianza kutuletea majanga. Lakini ni huyo mwanamke ambaye aliletewa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Akaletwa wanaume ambaye aliweza kusamehe na kuachilia vitu vyote viovu ambavyo vilikuwa vikitutesa. Haleluya. Majanga yote duniani mwanamke. Nilikuwa naongea na wanawake jana hapa ya kwamba inakuwaje mwanamke kama mimi, una binti yako wa kike anavaa nguo mapaja yako nje mbele ya baba. Eti uzungu Tanzania. Ndio maana hapa palitwa Tanzania na Ulaya ni Ulaya. Ni wapi tulipoanguka wajenzi? Mungu anatutazama kama wanawake waombolezaji. Tutakaoweza kukaa chini na kuomboleza. Tukaweza kuokoa kizazi chetu. Jana mkuu wa wilaya akakisemea hicho kitu. Na mkuu wa mkoa akakisemea hicho kitu. Mimba za utotoni. Wako wapi wa mama wanaoweza kufunga, kula na kunywa? Wakasema Bwana, enough, sasa yatosha. Tunalia kwa ajili ya watoto wetu wa mkoa wa Tabora. Watoto hawa wataweza tena kubeba mimba za utotoni. Mungu anawaangalia wanawake. Mungu anawaangalia kina mama. Wako wapi kina mama wa Tabora ambao wamelibeba jina la Yesu, watakao simama na kuomboleza kwa ajili ya uzao ya kwamba Bwana hatukuizalia Jehanamu bali tuliizalia mbingu mpya na nchi mpya. Shetani aachilie. Isaya anasema watu hawa wametekwa, watu hawa wameibiwa, watu hawa wamefungwa magerezani. Ni nani awezaye kusema rudisha? Unayo nguvu ya kurudisha watoto. Unayo nguvu ya kurudisha watoto walioibiwa na adui. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Uwezo tunao. Amina. Nia tunayo. Amen. Na nguvu tunazo. Amen. Haleluya. Nguvu aliyonayo mwanamke ni nguvu ya rohoni. Sio nguvu ya mwilini. Niliongea mahali nikasema hivi, mpaka Mungu kukuita mlinzi sio mchezo. Yaani amegundua una nguvu. Haleluya. Ya kumshinda mwizi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaume wana nguvu zile za kunyanyua vyuma. Atabeba gunia la kilo 100, atafanya. Lakini kwenye nguvu ya ujenzi amewekewa mtu anaitwa mwanamke. Kwa nini watoto wetu wateswe na sisi tupo? Kwa nini watoto wetu wawe wavuta bangi na sisi tupo? Shetani ametuibia watoto. Shetani ametuibia kizazi chetu. Na sisi wa mama tumenyamaza kimya. Unakula asubuhi, mchana na jioni. Hakuna siku ambayo ulifunga ukasema hebu nitoe siku hii kwa ajili ya kizazi cha Tanzania, niombee watoto wa kike na wa kiume wa Tanzania. Sababu ya Mungu kukuumba mwanamke. Haujaumbwa kuja kupaka lipostiki. Haleluya. Haujaumbwa uje kuvaa viatu virefu. Umepewa kazi. Umepewa kazi mwanamke. Usione sifa kuitwa jina la mwanamke kama hauwajibiki. Jiulize, kwa nini Mungu aliniumba mwanamke? Mungu hafanyagi kazi za hasara. Haleluya. Hafanyi kazi za hasara. Kila kazi anayoifanya Mungu ni ya faida. Mwanamke mwenzangu, ya kwamba unaweza kufanya mambo makuu. Unaweza kujenga. Majengo mengi tunaona kwenye nyumba zetu
pamebomoka katika ulimwengu wa roho, sababu ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Thamani yako ni kubwa na utadaiwa vingi. Utadaiwa vingi mama. Unajua neno linasema mtoto mwenye heshima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mama. Nini maana ya hili neno? Nini maana yake? Baba anasubiri aone mama umelea kitu kimetoka chema, alafu kikiwa chema ni sifa kwa baba. Lakini ukilea mtoto akawa mpumbavu, ni mzigo wako mama. Ni mzigo wako. Mwanamke, sababu ya Mungu kukuumba, amekuleta uwe mjenzi. Unaweza kujenga mambo ambayo yaliharibika. Ni nani anayeweza kusimama mahali palipobomoka? Ni wewe mwanamke. Unaweza kusimama ukasema, niko mwanamke mwenye hekima, mwanamke mwenye ufahamu bora, ninaweza kujenga mahali hapa ambapo pamebomoka. Ni wewe mama unayeweza kuziba ukuta ambao tayari ulikuwa umekwisha pasuka na adui akaanza kuingia ndani. Mwanamke una uwezo. Una uwezo. Amen. Kwa sababu Mungu ameweka nguvu ya kujenga ndani yako. Wewe ni fundi stadi. Wewe ni fundi stadi. Bwana Yesu asifiwe. Nimeongea vitu nyeti kidogo leo ambavyo ukiondoka hapa utaenda kujiuliza sana. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote mambo yanapokwenda kombo, tazame mwanamke. Mtazame mwanamke. Alikuwa anaongea kijana mmoja, anamwangalia mama yake, akamwambia, mama, nikikutazama najiona niko salama. Haleluya! Nikikutazama najiona niko salama. Akamuuliza, kwa nini mwanangu? Akasema, mama, ile tu kukuona unaamka, unaomba, unataja jina langu, najijua niko salama. Haleluya. Haleluya. Umeombea mambo yako mangapi? Umefunga na kuomba mara ngapi? Umewatolea watoto wako sadaka mara ngapi? Hela ya kununua mkorogo unayo, lakini hela ya kupanda mbegu kwa ajili ya mtoto wako huna. Maana hatuwezi kulea watoto bila Mungu. Tafuta sadaka yako, peleka kwa mtumishi, ya kwamba huyu ni mtoto wangu, nimemleta, ninahitaji atunzwe na Mungu. Haleluya. Umefanya mara ngapi? Mwaka unaanza mpaka unaisha, umevuka salama, unajiona tu kwamba unastahili. Angalia wanawake wenzao wanaolia kwa habari ya watoto wao. Wao umempa nini Mungu? Watoto wako wako salama. Umempa nini Mungu? Ni vitu vya kujiuliza. Kwa nini Mungu alikuumba mwanamke? Hukuletwa kuja kupiga soga. Hukuletwa kuja kucheza. Hukuletwa kuja kusutana sutana. Hamkuletwa kuja kuleta mipasho duniani. Maana kuna wanawake ni wazuri wa mipasho. Unapoteza muda. Hebu endelea kujitafakarishi ya kwamba kwa nini Mungu alikuleta duniani. Iko sababu ya wewe kuumbwa mwanamke. Iko sababu ya wewe kuitwa mama. Iko sababu ya wewe kuitwa mlinzi. Unawaza nini juu ya Bwana, mwanamke mwenzangu? Hebu angalia, tafakari mambo mangapi yameharibika. Angalia mambo mangapi yameharibika na wewe upo. Wakati neno linakutambua wewe ni mjenzi, nyumba ngapi zimebomoka? Naomba tusimame.
Kanisa linalia sababu ya mwanamke. Taifa linaomboleza sababu ni mwanamke. Tuwapata wapi wanawake wawezao kuomboleza kwa habari ya taifa lao? Tuwapata wapi kina mama watakaoweza kulia kwa habari ya watoto wao? Shetani, sikia, hatukuzalia jehanamu, tuliingia laba kuzaa kwa ajili ya mbingu mpya na nchi mpya. Ni lazima uachie watoto wetu. Ni jioni ya leo, nataka tuende mbele za Mungu. Wanasema watu hawa wamefungwa, watu hawa wametekwa, wako magerezani, hakuna awezaye kusema rudisha. Kwa dakika 5, kama mwanamke uliyebeba mimba miezi 9, ukaenda leba ukapata uchungu, ukazaa mtoto, nataka twende tukayamwage machozi yetu mbele ya Mungu kwa ajili ya uzao wa taifa la Tanzania. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu ametuitia. Tusimame mahali palipobomoka. Tutaenda kulia mbele za Mungu na kuomba toba ya kwamba ni wapi Mungu tulipokosea watoto wetu wakaibiwa, ni wapi tulipokosea watoto wetu wakafungwa. Tutaenda kulia mbele za Mungu, tutaenda kumwambia Bwana tunawarudisha watoto wetu. Shetani ni lazima aachie. Yamkini uko mama hapa, mtoto wako amezamia kwenye madawa ya kulevya. Songa hapa mbele, tunaenda kulia.